So kwenye GBP tukiconsider hii hii ni almost ni kama consolidation, si ni ranging ya ni almost ranging, basi ranging ya monthly time frame. Tukienda kwenye weekly ndio ina display vizuri kwa range vizuri. So market ipo kwenye support level ya hii range ya weekly, ndio. Lakini long term ya GBP USD ni downtrend. Sawa, ukiconsider consider 1 year time frame. Tupo sawa? Ukiconsider 1 year time frame, soko lipo kwenye downtrend. Sawa, so kuna probability kubwa hiyo consolidation, hiyo ranging ya weekly time frame market ikafanyaje? Break. Sawa. Kwa sababu hii ni downtrend, maana yake soko linahitaji kwenye 1 year time frame lirudi hapa chini. Sawa, so anytime ile consolidation itavunjwa tu na haitadumu sana. Sawa, kama mnavyoiona 1 year inachokihitaji. Ndio. Kwa hiyo ukienda kwenye weekly time frame, umakini tu unatakiwa uongeze kwamba unapoenda kutake buy kwenye hiyo support level hiyo consolidation, zero inavyoenda unakuta ndo kama ni mwisho wa ile ranging, maana yake utakuwa uko affected. Ngoja nijaribu kufuta kitu hapa. Utakuwa uko affected. Na tunatakiwa tu makini sana kwenda kuitrade hii range kwa sababu imedumu muda mrefu. Sawa, ranging ya GBP imedumu muda mrefu. Lakini long term ukiona kama hapa market respect, hapa pia ime respect. So the same way imefika hapa na haijatupa information zozote za kugeuka weekly. Sawa, twende kwenye daily tuangalie maybe kama tunaweza kupata advantage ya kufikiria kama tunaweza ku take buy kwenye haya mazingira haya. Ngoja tuangalie kwenye daily kama kuna hizo information. Daily hakuna information ya kubuy mpaka sasa hivi. Sawa, kama unavyoona hakuna hiyo information. At least soko likikupa structure kama hii, mfano lipo kwenye support level likakupa low, likakupa high low, lika break. Hii kitendo cha kufanya soko likifanya lika break hii position kwenye hili eneo, hapa tayari imekupa information ya kurudi, ambacho sasa mara nyingi zaidi soko linafanya. Mfano kama hapa, hizi ni reversal structure. Ukiangalia kama hapa market iko na downtrend ikaja break high low. So ukiangalia hii information haitofautiani na hii. So tupate information kama hii haya mazingira ili tu take long ya muda mrefu. Lakini mpaka sasa hivi manake haijatupa information. Si hata hapa inakupa low, inakuja kukupa high, inakuja kukupa low kama hii ya kwanza, then inashinda kuibreak na inakuja na break high low. Hii ndio sehemu ya entry. Sawa. So tusubiri structure kama hizi same way kwenye haya mazingira ili tujue kwamba soko limetupa reversal structure. Lakini mpaka sasa hivi hatujapata reversal structure na si guarantee kubeba au kuingia buy kitu kichwa. Huo ndo uhalisia. Sawa. Ili daily time frame haijatupa information zozote za kwamba tunaweza kupata reversal structure ya kurudisha price juu. Tukienda kwenye 4 hour time frame, of course kuna some few information kwamba some reaction ya kuonyesha kwamba soko lina uhitaji wa kurudi, lakini ukiangalia vizuri, sawa, consider this minor downtrend kuanzia kwenye hii position hadi hapa. Kinachofanyika hapa ni soko linafanya retracement tu na lije li break na impulsive baada ya kufanya retracement. Na hii retracement ikifanyika sana itafanyika hadi kwenye hii point. Sawa, hii ndio itakuwa ni final touch. In case kama retracement itaendelea kufanyika sana, itafanyika hadi hapa. Lakini hakuna information yoyote ya kuingia kichwa kwa kubai. Unaona? Kwa hiyo hapa hivi ndio hivyo jamani. Kwa hiyo hapa hakuna information zozote ya kubai. Hapo ukitaka kubai tu ni unabai kwa hisia kwamba nabai kwa sababu, lakini bado hatujapata hizo information. Kwenye 1 hour tunaona kwamba soko limeconsolidate, sawa, limetupa indecision ya muda mrefu. Decision ya candle tumepata na hiyo bullish candle ambayo ni strong. Kwa kutumia information za 1 hour unaweza kufikiria kubai GBP USD. Lakini first TP yako itakuwa tu hapa kwenye hii, maana hapa, kwa sababu ukiangalia kwa hapa mara kwanza ilivyofanya consolidation kwenye hii level tukapata decision na hii bearish candle haikufanya pullback.
So hiki kinachofanyika ni lengo la kufanya pullback, na mtu ambaye anaweza kutrade kwa kujiamini, kwa kutesti, it means hapa atafikiria kusell kwenye hii level hapa, kwa sababu hiki kinachofanyika kwenye GBP USD ni pullback sawa, after breakout ya hii consolidation. Na tunajua kwenye time frame kubwa kama daily hatujapata information zozote za market kubadilisha uelekeo. Sio ile change ya structure bado hatujaipata kwenye higher time frame, na zile time frame ndo tunazitegemea kwa sababu lipo kwenye near resistance and support level. So hicho tunatakiwa kufikiria sawa kubai, lakini pia tuone confirmation kwamba tunavyoenda kuswing buy kwenye hii ranging ya weekly, tumepata information zozote hata daily za kuswing hiyo buy kwa muda mrefu. Sawa. Kwa watu ambao mnatrade GBP USD, hicho kitu mtakiwa mkielewe mpaka sasa hivi. Kwenye time frame kubwa kama daily hatuna information zozote za kuingia buy ya muda mrefu, ila huku utapata kama unaona kuna some few information kama hizi consolidation breakout, maana yake test, then kama soko litakuwa linaendelea kutrend kwenda chini, maana yake tutatengeneza move nyingine ya kurudisha price kwenda chini. Kwa ipo hivyo jamani, ipo hivyo kwenye GBP ipo hivyo sawa. GBP bado ipo kwenye pullback, GBP bado ipo kwenye pullback. Maybe kitu kingine